Tumai mko salama sana. Tumetana hapa asubuhi ya leo kupeana dondoo mbili tatu kuelekea mchezo wetu wa kesho, mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo Simba Sports Club tutakuwa nyumbani kwetu kwa mara ya kwanza tukitumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na mechi itakuwa ni majira ya saa 1 kamili usiku. Tayari Mwalimu Selemani Matola ameshatoa maelezo ya kiufundi kuelekea mchezo huo, na sisi tukasema tutoe taarifa fupi kuelekea katika mchezo huo, hasa kwenye upande wa majukwani kwa maana ya eneo nyeti la mashabiki. Lakini kabla hatujauzungumzia kiundani kabisa mchezo wetu dhidi ya Mbeya City, jana tumetoa taarifa kwa umma ambayo inahusiana na Simba Sports Club kukubaliana kuvunja mkataba na aliyekuwa meneja wa kikosi chetu Dimitar Pantev, ambapo makubaliano hayo yamehusisha vile vile yeye na wasaidizi wake wawili, ambaye ni kocha wa magolikipa na aliyekuwa msaidizi wake namba 1. Wote kwa pamoja tumekubaliana kuvunja nao mkataba. Kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili, kwa mantiki hiyo basi hakuna upande wowote ambao unawajibika kutoa maelezo ya kina ama sababu za ndani kwa nini tumefikia maamuzi hayo ya kuvunja mkataba baina ya sisi na upande wa walimu. Kwa mantiki hiyo basi, taarifa ambayo inapaswa kuwafikia mashabiki wetu wa Simba kupitia ninyi ndugu zetu waandishi wa habari ni kwamba ni makubaliano ya pande zote mbili. Wapo watu ambao wana shauku kubwa ya kutaka kufahamu sababu za ndani za kufikia maamuzi hayo, lakini tuseme tu ya kwamba ni makubaliano ya pande mbili, na hivyo hatuna sababu ya kutoka hadharani na kuanza kuelezea sababu ni 1, 2, 3 ya kufikia maamuzi hayo. Lakini tunachoweza kusisitiza ni kwamba maamuzi haya ambao tumeyafikia ni kwa maslahi mapana na maslahi makubwa ya Simba Sports Club, lakini vile vile ni kwa maslahi ya walimu wenyewe ama meneja mwenyewe. Maamuzi haya ambao tumeyafanya ndani yake yana msaada mkubwa mno kwa timu yetu ya Simba, yana maslahi mapana kwa maendeleo ya kikosi chetu cha Simba Sports Club. Kwa hiyo mashabiki wa Simba waendelee kutuamini ya kwamba tulichokifanya ni kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Baada ya kuachana na Dimitar Pantev, kikosi chetu hivi sasa kitakuwa chini ya Mwalimu Selemani Matola. Yeye ndiye ambaye ataongoza jahazi letu kwa mechi mbili ambazo ziko usoni mwetu hivi sasa. Mechi ya tarehe 4 dhidi ya Mbeya City na mechi ya tarehe 7 dhidi ya Azam FC. Tangu kikosi kimerejea kutoka Mali tukaingia kambini, tumekuwa na program za maandalizi kuelekea mchezo wetu, na hii leo tarehe 3 tunafanya tena mazoezi ya mwisho chini ya Mwalimu Selemani Matola kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi mashabiki wa Simba juu ya kumwamini Mwalimu Selemani Matola, na kwamba sisi viongozi wa Simba tunayo imani kubwa ya kwamba Mwalimu Selemani Matola ana uwezo wa kutuvusha salama katika michezo miwili ambayo iko mbele yetu, kwa maana dhidi ya Mbeya City na dhidi ya Azam FC. Na kuweka kumbukumbu sawa, michezo yetu miwili msimu huu mpaka sasa tumecheza michezo 3 ya ligi kuu ya NBC. Katika hiyo michezo miwili imesimamiwa na kuongozwa na Mwalimu Selemani Matola, na katika hiyo michezo miwili ambayo Mwalimu Matola ametuongoza, yote miwili tumepata ushindi. Dhidi ya Fountain Gate, dhidi ya Namungo, tena ushindi mnono wa magoli 3 kila mechi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, hatuna mashaka,
na wala hatuna pressure yoyote kuelekea michezo yetu miwili dhidi ya Mbeya City, dhidi ya Azam. Tuna imani kubwa ya 100% Mwalimu Selemani Matola atatuvusha salama katika michezo hiyo na tutapata ushindi bila wasiwasi wa aina yoyote ile. Kwanza, ana uzoefu wa kutosha, lakini pili, ana ujasiri usiomithilika, na tatu, ana vigezo vya kutosha vya kuiongoza Simba kupata ushindi katika michezo hiyo miwili. Katika ligi kuu ya NBC msimu huu mpaka muda huu, sisi ndio timu ambayo tuna matokeo chanya ya 100%. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda michezo yote mitatu. Nafahamu hivi sasa kuna vuguvugu la Simba baada ya kupoteza michezo miwili kwenye michuano ya kimataifa. Wapo ambao wamejikatia tamaa, wapo ambao wamevunjika moyo, wapo ambao wamesawajika kweli kweli. Lakini mimi nichukue nafasi hii kuwarudisha wana Simba katika moyo wa kupambana, hasa katika ligi kuu. Katika ligi kuu hatujapoteza hata mchezo mmoja na tumekuwa na mwenendo mzuri usiomithilika. Tumecheza michezo mitatu, tumeshinda yote mitatu, tumeshinda mabao, tumefunga mabao 7, tumefunga mabao 8, tumeruhusu bao 1 pekee. Ni timu yenye takwimu bora kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu yenye mwendelezo mzuri kweli kweli katika ligi kuu. Ni timu ambayo tuko sawa sawa katika ligi kuu. Kwenye michuano ya kimataifa ni kweli tumepepesuka, lakini kwenye ligi ya ndani, kwenye ligi kuu ya NBC tumekuwa na mwendelezo mzuri sana. Sasa basi, matokeo ya kwenye michuano ya kimataifa haitakiwi kwa namna yeyote ile kuathiri mwenendo wetu katika ligi kuu. Haya ni mashindano mawili tofauti. Haimaanishi ukiyumba huku uruhusu kuyumba na huku. Tumeyumba kwenye michuano ya kimataifa, tunakubali, tunakwenda kujipanga kwa ajili ya kufanya vizuri katika mechi zinazokuja, lakini kwa sasa nguvu yetu, kwa sasa focus yetu, na kwa sasa tunachopaswa kuwekeza nguvu ni michezo yetu ya ligi kuu ya NBC, tukianza na Mbeya City. Huku katika ligi kuu hatuna kasoro hata moja. Katika ligi kuu tuko sawasawa kwa 100%. Kwa hiyo wana Simba, tusikubali na wala tusiruhusu pressure ya michuano ya kimataifa tukamka nayo kwenye ligi kuu. Mabaya tuliyofanya kwenye michuano ya kimataifa yakaathiri mwenendo wetu kwenye michuano ya ligi kuu. Huku kwenye ligi kuu tumejipata, tuko vizuri kweli kweli, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kuendeleza moto wetu katika ligi kuu, kwa maana ya kushinda mchezo dhidi ya Mbeya City na kushinda mchezo dhidi ya Azam FC. Sasa ili tuweze kushinda michezo hii miwili migumu, ni lazima tusahau yote yaliyotokea kwenye michuano ya kimataifa. Ni lazima tuache lawama zote kwenye michuano ya kimataifa, tusahau yote yaliyopita kwenye michuano ya kimataifa, na badala yake tukusanye nguvu yetu mpya, twende kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Tusikubali hata kidogo, tusiruhusu hata mara moja kuyumbishwa na matokeo ambayo tumeyapata katika michuano ya kimataifa. Huku katika ligi kuu ya NBC sisi tuko njema sana, sisi tuko bora sana, na tunapaswa kuendeleza ubora huo. Mtu asiingie kinyonge, asiingie na wasiwasi ya kwamba Simba imepoteza mechi mbili za kimataifa, hata kwenye ligi kuu tunaweza tusiwe na maajabu yoyote. Mwana Simba yeyote asiwe na fikra hizo hasi katika kichwa chake. Kila mwana Simba lazima atambue kwamba hii ni michuano mingine kabisa, na katika michuano hii sisi hatuna dosari ya aina yeyote ile, na kwa mantiki hiyo ni kwamba tunapaswa kujikusanya, tunapaswa kuingia kwa nguvu kubwa katika mchezo huu. Na ili tuweze kufanikisha hilo, ni lazima kila mshabiki wa Simba afanye anachoweza kufanya
kesho tarehe 4 Alhamisi aje katika uwanja wa Meja Isamuhyo kuja kuisapoti Simba yetu. Tusiwahukumu wachezaji wetu katika ligi kuu kupitia michuano ya kimataifa. Ya kule ni kule, tutakwenda kudili nayo perpendicular muda ukifika, lakini huku kwenye ligi kuu ya NBC tunapaswa kuwatia moyo wachezaji wetu, tunapaswa kuwatia nguvu wachezaji wetu, tunapaswa kusimama nao. Tusiruhusu unyonge ukawaingia wachezaji wetu, wala unyonge ukatutawala sisi mashabiki. Tunapaswa kuwa na ari ile ile, kuwa na ari kubwa kweli kweli kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Tunatakiwa kushinda mchezo huo na mchezo unaofuatia ili tuendelee kumaintain ubora wetu hasa katika ligi ya ndani.